Karibu tena. Venye umeona leo tumeanza with a different beat. One man, one guitar. Hii ni lesson nimekuwa okay. Most of the time hizi one man guitar most inaonanga zinachezwa Mugithi. But kitambo sana, ukiangalia nyimbo za kitambo za Wakamba, we used to play this one man guitar sana. Kina Bosco, Mulwa, kina Nguma, kina Kakai Kilonzo, hata Peter Mwambi. But nowadays I think ni kana Nico ameachiwa. Maybe kina Sake na Sake pia bado I think it doesn't do it anymore. So nowadays ni kana Nico ameachiwa. People may want to know what do they always do, because unapatanga most of the time kuna kakitu tu unafunga. The guitar is always standard tuning, just a normal tuning. So now you don't have to change any tune in your guitar. Okay, pole niko na homa lakini inaishaisha. So you don't have to change any standard tune, but at least lazima ukuwe na hii ya inaitwa guitar capo ama something, ama unaweza cheza tu hapa mwisho. Kama hauna hiyo, inategemea kama za Bosco, Mulwa. So unaweza chezea hapa mwisho, but that key to me iko juu, iko chini sana. So mostly I prefer kufunga tu somewhere. Unaweza cheza juu. Hizi capos ni you have different, just the same things. Unaona kama hii ni ya kitambo kidogo. Hii nilikuwa nimenunua kitambo kidogo, kwanza ikaharibika, nikapoteza hii spring, but nikakuja kuipata wakati nimeshanunua ya pili. So currently niko na hizi mbili. Hizi ni za they have a spring. Ukiangalia hivi unaona zina expand. So why do you use this one? Hii ni kusaidia kitu ya kwanza, watu wako na sauti tofauti. Inategemea unataka kuimba na sauti na key gani. Kuna watu wenye wanaweza imba na key ya huku chini na kuna watu wanaweza imba hapa. What are you comfortable with? So for example, unaweza uma tu hapo, make sure hizo waya zote zinatoa sauti bila influence, because ukikosa kuuma vizuri haitatoa sauti vizuri. Now this one tumekuwa tunasoma solo, tumesoma solo notes zake. Tumeangalia rhythm ile ya kawaida. Now hapo tumekuwa tunatumia notes na chords, but now kuna what you call major chords. They are the major chords zenye unaweza tumia to play this one man guitar, sama rumba, vitu kama hizo. In fact they are like I think they have like 5 major chords, and then there are other minor chords. Now kwa Mugithi na hizi songs zingine za Wakamba za one man guitar, mostly they use like a combination of like 4 chords, which you are going to alternate 3 at once. You have to alternate 3 for you to get a rhythm. You have to alternate 3 chords. The starting, ile chord ya kwanza yenye unaenda, unarudi ya kwanza na yenye unamalizia. So you have to alternate at least 3 chords. So now today nawafunza at least 4 chords. Hizo 4 chords you are going to use them differently, because you are going to alternate 3 at once. So I'm going to teach you 4 basic chords zenye kwa Mugithi na hata one man guitar you are going to find them in use. In fact, after you learn hizo chords, you'll be able to play any other country music. You'll be able to play it. I think in the next lesson nitakuja we will try to check some country music using hizo chords. For now we are going to concentrate, because it's basic, we are going to concentrate on learning the chords. After learning the chords, we try some 2 or 3 songs zenye tunajua kitu, then now we call it a day, so that you go on the practice for the chords. Now easy, they are very sensitive. Today I had to do some rough work, because I want you to learn something. Now ukiangalia hapa unaona these chords. This is C, this is G, this is F, this is D. So we are going to use those, we are going to learn about those 4 chords. Nimeandika because I want you to stick them to your brain. Kama unaona zinakutatiza, ukishafika hapa you take a screenshot, you'll be able to see them later. So we are going to use we are going to learn 4 chords. They have so many chords.
but we start from 0 because we assume we don't know anything about easy one man guitar. So we start with the C, G, F and the D. These are chords. We are going to learn about these chords today. C. Now let's start with chord number 1. We are going to start with chord C. Now, sorry, we are going to start with the chord C. Now, sorry, this is the C chord. Ukiangalia my drawing, there's something I have done. Nataka you understand it before nianze kushika hapa. I want you to understand something. Now, this one, hii hapa nimeweka hivi is where you will put your inaitwa cap or something. So now, for example, let me put it at hapo. I'm comfortable at there. So now this is, unaona hii nafasi ya kwanza, hii nafasi ya kwanza ndio hii, nafasi ya pili hii ndio hii, nafasi ya tatu ndio hii, na nafasi ya nne ndio hii. So you count 1, unaona venye zinaenda. This is your first fret, second fret, third fret, fourth, fifth. So 1 2 3 4 5. So now hapa unaona I'm done some numbering. This is number 1. Sorry, this is number 1, number 2, number 3. Hii kidole yako hii mkono yako, if you have to number, I want you to check numbering. This is, leave alone this one. This kidole number 1, number 2, number 3, number 4. Tuanze tena. Hii ni kidole number 1, number 2, number 3, number 4. Aka mwisho ndio number 4. So now in this chord C, unaona number 3 mali iko. This now also lazima learn now this one, the string is, unaona huko number 1 2 3, hizi ni strings 1 2 3 4 5 6 venye zinafuatana hapa chini 1 2 3 4 5 6. So hizi ndio strings 1 2 3 4 5 6. So in chord C, wakati umeweka kapo, now this your kidole yako number 1 will be in this string number 2. This one, this kidole number 1 will be here. Si unaona mali nimeweka, unaweka kidole yako hapo. Haya, kidole number 2, this one now, si nimeonyesha number ya vidole, will be here. This string number 1 2 3 4 hapa ndani kidogo. So this will be a kidole number 2. I think you are arranging. Then kidole number 3 will be on your string number 5. Now ndani kidogo, so that way. Ushapanga vidole zako sasa. That's chord C. Now there's the way you should plug it. You are not going to touch all the wires, all the strings. Now ukiangalia hapa juu nimeweka chord number 6X. Kumaanisha you are not going to touch number 6 when you are unapitisha tu. But these ones you can touch them kulingana na ile song number. Sasa hii tumeshika string number 2, 4 and 5. So number 1 haijashikwa na number 3 haijashikwa. So what we do is unaweza zicheza wakati ziko open, like you can play them without kushika, but you can't touch number 5. Now tumearrange vidole. Master this one vidole. This one will help you. You can always screenshot it. Now tumeona venye tumearrange. Unaona? That's chord C. That's chord C. Hatujafuza number 5, number 6 that is, but hizi zingine zote tumecheza. Unaona? Haya, unaweza tumia pick, inategemea venye the kind of song you want. Unaona? That's chord C. Kwa hiki nimeweka. Unaona? Chord C tumesema numbering ya vidole 1 2 3 4. Kidole number 2 gets here. Hapo ndio kidole not kidole number 1 gets there. Kidole number 2 inavuka kwa string number kidole number 1 inashika string number 2 at this point.
Then kidole number 2 inafika string number 4. That's string number 4. Then kidole number 5, number 3 inashika string number 5 hapo. Hizo ndio sauti unafaa kuwa unasikia kama umeweka nini hapo. Then that's chord C. Learn this chord because this will be your starting chord in most of the music. Now I want us to repeat a bit so that uelewe. This chord C, nimesema this is numbering 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Aya, hii number 1 nimeandika hapa number 1. You can see this is number 1, this is number 2, number 3. These numbers nimeandika wakati kidole mali zitalala. This is your kidole number 1, number 2, number 3, number 4. So that means here hatutatumia haka kidole ka number 4, we are going to use. Na ukiangalia hii ndio mali nimeka EX, this we are to make a E capo now. So now number 1, kidole number 1 will lie here. Umeona? Kidole number 2, this 2 will come, una skip number 3. Unaona number 3 nimeka 0. Uta skip number 3, utakuja kushika number 2 itashika string number 4 here. So 2 4, then number 5 utashika na kidole ya number 3 hivyo. And that's simple. That's chord C. Naona? That's chord C. Aya, sasa tuende chord G. Not key G now, it's chord. The chord G. Tumalizana na chord C. Tuende chord G sasa. Haya. Niliwaambia kusoma ni pole pole tu. Always make sure unaangalia hizi vitu because bila kuziangalia vizuri they are going to confuse you. So tumetoka kwa C, tumeona venye tunashika C, sasa tunaenda kushika G. Chord G, good. Naichora. Now, this chord G. Umeshika vizuri, yes. This is chord G. Now, as usual, unaona hapa kuna like number 2 3 4 nimeweka 0 0 kumaanisha hizo hakuna kidole itakuwa imelala kwa hizo chord, kwa hizo wire string number 2 3 4. So now kidole number 4 unaona mahali iko, hii ni kidole yetu number 4 itashika kwa hii chini. The way unaona hapa kidole number 4 una count 1 space 1 2 3, so itashika number hapa kidole number 4. Haya, kidole number 2 itashika see the one, this is string number 5. So kidole number 2 itashika hapa. Naelewa? Haya. Kidole number 3 itashika na wire number 6. Kwa chord C hatukushika 6. Now tumeshika number 6. Kwa string number 6 utashika na 3. Now let's arrange vidole tukifuatilia. Now this kidole number 4 inalala hapo, kuna 1 2 3 1 2 then 3 inashika number 1. Unasikia? Kidole number 4 imeshika number 1. Unaona? Angalia kwa mini kapo yangu nimeweka kwa hii number 1 2 3 nimeweka hapo. That's where I put. Nataka tuende pamoja because kuna pia watu wanatumia box guitar, siwezi irudisha huko chini. And these ones are good on the box guitars. So, umeona? This number 4 tuweke hapo. Hiyo ndio sauti unafaa kuwa unasikia. Kama unatumia pick, that's number 4. Haya. Now, tunaenda kwa now tuna skip number hapa. After number 4, tuna skip string 2, 3 and 4. Tunashika string number 5 with our finger number 2. So this is our number 4. Sorry, number 4, then finger number 2 tunashika hapo string number 3. Now this is the way unafaa ku number 2 string finger number 2. Tumesema fingers 1 2 3 4. So our number 1 is here, number 1, number 4 inashika string number 1, then 2 and 3. Figure number 1 2
2 3 4. Number 1, ukiangalia kwa diagram hakuna mahali nimeandika 1. That means 1 saa hii hatutashika anything na 1. Kwa hiyo chord G. That's chord G. So chord G number 3 inashika, sorry, chord G number 1 chord number 3 inashika string number 6. 6 chord 2 string finger 2 inashika string number 5. So unaona? Unasikia? So these are the main strings zenye unacheza number 3, 2 and 1 and string number 1. Number 6, 5 and 1. Hizo ndio strings main unacheza. These others you can play open kulingana na song yenye unacheza. Kuna zenye pick them open and then itakuwa dormant. So now it will be string number 6, 5 and 1. So kwa string number 6 unaona mahali nimeweka hapa kwa kidole number 3 unashika top. Then unakuja kwa number 5 unatumia kidole yako ya pili. Then kidole yako ya mwisho number 4 inashika string number 1 hapo. Unaona? Kama unatumia string nafaa kuwa unasikia hivyo. Sasa tukicheza zile string tumeshika sasa, wachana hizo zenye ziko open. Unaona? So kidole number 3 imeshika number 6, kidole number 5, number 2 imeshika number 5 na kidole number 4 imeshika string number 1. That's chord G. That's how it should be. Kama una anything you can screenshot this one, ufollow the way iko. Nimewaambia this numbering from chini mpaka juu. Hapa hii nimeweka hivi is where our capo is. Then hii space ya kwanza ndio hii, space ya pili ndio hii, space ya tatu, space ya 4. That's how you arrange hizo vidole, you get chord G. Tumetoka hapo kwa chord G sasa. Haya. Now tuende our next chord, F. F mostly is always I think it's a minor chord. I don't know much part of theory of the guitar. Now F. Naona vizuri? F tumeka X mbili. That means in F you are not going to use string number 5 and 6. Hapa siku label strings. This is 1 2 3 4 5 6. So on our chord F we are not going to use string number 5 and 6. Maana nimeziweka X, but we are going to use from string 4 kuteremka. Now this one is simple. Hapa fanya tumeweka hivi is still our capo is, as always tumesema this is where our capo is. This one, the first space, the second, the third, then the fourth. Now unaona hapa kidole number 1, this one number 1 inashika hizi mbili hapa chini zote at once. Unaona hapa? So ukishika hivi unafaa kuwa unasikia hivyo. Imeshika hizo strings zote mbili. Chord F. Can you see? Unaona? Hizi zote mbili. Zote zimeshikwa na number 1 1 1 1. Can you see? 1 1. Now kidole number 2, this one number 2, this one now itakuwa ikishika hapo inaenda kwa string number 3. You can see number 2 mali imeshika kwa string number 3, and then kidole number 3 inashika kwa string number 4. That way, that means now kidole number 4 haina kazi kwa hapo kwa phone 4 chord F. Nafaa kuwa nasikia sauti. Those are the chords.
That's chord F. In chord F tumesema hatuguzi hizi mbili. Naona? Hatuguzi hizi mbili, so ni kama unataka hizi picha hizi za hizi chords, you can always inbox me. You have been inboxing me for beats, inbox me for the photos. Nitazipiga tu picha, I can send to anyone. If you want to learn about the chords pole pole tu, I'll send the photos for you. Na pia ile beat sasa, beat ya one man guitar, wacha na zile wana watumia za kawaida za the normal. I can send you the beat sasa za hizi one man guitar yenye unaweza cheza 30 beat according to the need. So always feel free, inbox me, kuna namba zangu pale chini. I can send photos of these chords. I have simplified them. After seen na nimesoma kidogo, always can get a photos of them. Now tumeona that chord F. F tumesema kidole number 1 inashika hizi string mbili. Naangalia vizuri. Kidole number 2 inashika string number 3 hapo. Then kidole number 3 inashika string number 4. Hivyo tu. Then that's chord F. Now let's go to our last chord. I know this may be proof difficult because unaweza kuwa hata unjaanza kushika ya kwanza C kazoea kwa mikono, but the hard the way the easier. Train hard, play easy. That's the principle. So tumebakisha chord D sasa, our last chord, ndio at least tucheze songs kidogo tuone how these chords alternate. Haya, our chord D. This is our last chord for today. There are so many chords, but that's our last chord for today. 1 2 3 4 5 6. See, numbering 1 2 3 4 5 6. Before now, the last chord, I want to repeat something. Strings is always 1 2 3 4 5 6. The same two chords 1 2 3 4 5 6. Hapa sasa wakapo nimeweka. Ukiona nikiweka X, just know you are not going to touch those strings. Wakati unacheza hizi mbili utouch, that is 5 and 6 kwa chord D. Now this one you can play it open. Ukiona nimeweka ka O hapa, you are not going, utakuwa umeshika na kidole, but you can guza it open. You can play it open. Open means unacheza free. That's open. You can play it open. Now hapa kuna kizungumkuti, but I want you to learn something very most of the time. Kidole number 1 inafaa ishike hapa, that is string number 3. Kidole number 2 inashika string number 1, and then kidole number 3 inashika string number 2. Now I want you to don't put number 1 here first. For today I want you to practice with 2 and 3. So unaona 2 iko hapa, umefuka space moja, 2 iko hapa na 3 iko hapo. Unaona 1 inafaa kuwa hapo. Unaona mali 1 inafaa kuwa inakuja pia inashika. So the chord, nasikia. So ukipiga from number 4 open, that's D chord. Now achilia number 1, practice with 2 and 3. This 2 and 3 unaona mali ziko. Unaona number 3 umeachilia hiyo kidole yake, so usiguse number 3. So sorry, hizi karatasi zangu they are all over, but sorry. So unaona tumesema 4 open. Unaona that's chord D. Naona that's the way vidole zimejiarrange. Chord D. Naona 4 open, 1 2 hivyo. Angalia tena diagram yangu venye ziko, that's chord D.
Now, tumemaliza chords. Now, how do we make music with them? Music, to create a rhythm, you have to create something, a pattern. What does a pattern? A pattern has to repeat something over and over. Now, I want to start, we have learned 4 chords. We are not going to use the 4 chords at once. We are going to select 3 and another 3. So, now, you see, this is G, C, G, D. G, C, G, D. That makes a pattern, that makes a song. Nataka turudie tena. So we are going to use chord G, chord C, chord G again, chord C. So the pattern will be, tutakuwa tunaanza chord G, tunacheza chord C, tunarudi chord G, tunacheza chord D. Ndio maana nimeweka hapa C, G, C, D. Ukishoka, ukimaliza unarudi hapa hivyo. That makes a pattern. A pattern will give you a rhythm. Now, hapa ndio kibarua hiko. Let me put my papers here. Inanichafulia sitting room. Good. Now, I have shown you how to play chords. Tumeanza na G. Tulisema G. Sasa wa G. Na nitakuwa nikicheza na akumbusha chord G. G ndio hii, ndio tunaanza nayo. After G tunakuja C, tunakuja D, tunakuja D. Now tunaenda C, tunarudi G, tunaenda D, tunaweza cheza. Hiyo ni G. Tunaenda C, G, tunaenda D, ukiona ninainua number 1, jua sijashika number 1. C. So pattern ni C, G, no, sorry, G, C, G, D. Sorry, waambia niko na homa kidogo. That I had to make this one. So ni G, C, G, then D. Now, real song now. Let's practice a real song. Kuna song ya Kambani inaitwa yenye niliingia nayo. Kimoza kingo kona yune mosete kiumo na woi. That song combines that pattern of this. That song combines this pattern. For the main part of it, unajua song inakuwa na main part na kuna yule climax hivyo. For today, mimi napenda kusoma like once in steps. We are going to go for the main part. For the main part is G, C, G, D. Now, I always tell you, always put the song, unaisikiza venye imechezwa. Naweza note kidogo zinaweza pitana, but that's a pattern. C, G, that is G, C, G, D. Now, the song inaenda hiyo ni G. Haya. Hiyo ni G. Si lazima ushike waya zote. Hapa tumecheza tu waya mbili. Number 5, number 6 na 1. Tunaenda number key G sasa. Kio ni key G. Start not key, string G, not chord G. Tunaenda chord C. Nasikia hapa nimecheza mpaka number 1, number 5, number 5, 2, 1,
then 2 again, naachilia sasa. So now then after sumesema ni C G, that is G C G D, G then G, tunamalizia naona G D. Hii ni number 4, sishiki number 2 because I'm not going to use it kwa hii song. So I'm not going to touch string number 3. So ni naona, so G again, mosakingo kona yuni mosete, soni amekalele uluande, mosakingo kona yuni mosete. So it is these chords C G C G C G D. Now unaweka kabiti kidogo sasa zile za mugithi sasa, ama just a one man guitar, so that now you try to combine those chords. Okay, naweza kuwa nazijua kitambo, but just always kama like you sema this week I'm going to learn about these chords. Kila siku unajifunza zote, unajifunza tena, by the end of the week utakuwa because I know unaweza jua kuishika, but alternate to the other one is where now nini inakuja. So don't expect that umeona hii now you are done. You have to now, after umeshajua what it entails, you have to practice now over and over again. Like in a week time utakuwa unaweza alternate 2 or 3. After that kazi inaingia. Haya, so now that's a bit is good for this kind of songs. Unasikia iko na some breaks. So now tucheze hiyo song. Tumesema ni G C G D. Simesikia now that one you can play alone bila kusema nishikie solo, nishikie rhythm, nishikie nini. I know it is hard, but the main aim for today was I want you to learn those 4 chords first. There are so many chords, learn those first. Then now you umeona the way you can use them to create songs. So unaona kama hiyo ni haya, kuna song nyingine ya Bosco inaitwa Deno Madena maingi na matatu. It combines these still songs, only that what is changing is the way you are picking now. So the song goes like this, the same C D. I know I can be fast, but kama ushajua zile chords, it's good to train to be fast. Always you can slow down. So ni our pattern G
G, C, G, D. Don't forget that one. So that one will take a different, I think, a different speed. Oh, that's you're fast kidogo, but you can try with it. Haya. You have seen our pattern. I always repeat the most important thing. G, C, G, D. I have shown you all the chords. Practice each chord one by one bila haraka. Then try to create that pattern. Unacheza C, usicheze a song at first. Just play the chord C, unaenda G, una play hivyo tu peke yake mpaka vidole zizoe mahali inafaa kujiposition. Utapata after some time kila kidole inajiposition yenyewe. That's the best thing of art. Kila kidole inaendanga kwake bila hata anything, inaenda tu kwake direct. Now, so umeona those songs nimesema kuna ile ya kiumo na woi ndino ya madhina pa bosco mulwa, kuna hiyo ndino na kuna ingine ilikuwa imefuma sana TikTok. Mundo moi ndazela wema sovi meto sijui ilikuwa inachezwa I think it's the same. I think sijaishika vizuri, so that's why I can't sing it, but I think that is just the same. C niyo tu, G, C, G, D hiyo. Ukiangalia most of those songs nimecheza, they are not using string number kwa D inafaa kuwa hivi, but they are not using the string number 3, so avoid it for today's lesson. Just play 4, 2, 3 hivyo. Mundo moi ndazela wema sovi meto. Sasa that's how one man guitar they always play. They wanakuja tu hapa, those are the chords they are going to use, then alternate the picking pattern. You get your own picking, you get your own song. Unaona kama hii. Haya, the same chords hivyo tu, 3 chords. Those ones. If you want these pictures, I can always send them. And nikuandikie tu hapa kando the songs zinaweza cheza na that song chord. I know there are thousands of songs, but one thing, whatever you do best, be best at whatever you do. You can't know, huwezi jua zile songs ziko kwa hii dunia ati kuna hii no, you can't know those songs. Just practice with a little zile song kidogo uko nazo, because ukishajua the best in those 3 songs utapata kuna moja unaweza cheza. Icheze as many times as possible, because wakati utaanza kucheza ingine in that chord itaingiana very fast. Usianze kungangana na like song unaona hii haingii. Cheza ile mtu anajua vizuri. Ni vizuri pia unakuwa unajua one man guitar. Si lazima ukue za zote ni hapa. Ni vizuri pia you can entertain yourself when you are alone. Unacheza tu kidogo. Now, I want us now to check to another pattern. Tulikuwa tunatumia hii.
on the back we have this one. This is C, C, F, C, G. One thing is common is that we have replaced the D with F. So hapo nafaa ujue the most common chords now it's C and the G. Hizo lazima mfrenje ujue vizuri, so that now if the song sasa unaongeza F ama unaongeza D. So now tunacheza key C, F and then C, K, F, key C, tutakuwa tunacheza C, F, C, G. That's our new pattern for the next couple of songs. I wanted only those two patterns so that you practice yenye utaona inakufaa. Tumekuwa tumecheza key C na F for repeat. I want you to repeat. Nataka kuwakumbusha the way key F was. Key F is then zilikuwa hapa, then 2 3. That was key F. That was key F. Now we are going to play like 2 or 3 songs za hiyo key, hiyo pattern ya C, F, C, G. This pattern, hii ndio pattern imetumika mostly hata kwa Mugithi. They use that pattern sana. In fact our first song C, F. Now tunaanza na C. Zile tulikuwa tunaanza na G. So tunaanza na C. C, F ni hapo chini. Then G. Then tunarudi C. Tunaenda F. Tunarudi G. Unaona? Now that's C, F, C, G. Those chords. That's a pattern we are going to use now. Now, nimesema is commonly used in Mugithi. Kuna nyimbo za Kamba pia ziko nazo mingi sana. But we can start with a Mugithi song yenye this one nimenitumia. Inaitwa sijui tuliotwega something like that, ni ya Jose. Naitonga Jose Gatutura. I always watch him most of the time. I like his songs sana. Ona? C, hiyo ni C. Hiyo ni C, tunaenda F. Tunaenda G. Acha nicheze, unaona? Yes. Naingia hapa. Niliwaambia you can use a pick. Si lazima utumie vidole, inategemea what you are good at. This is a weak pick. Inatakanga zile strong. Yes, a strong one. People are always complaining of wasionyeshangi hapa about how to pick. One thing about music, I think kuna kitu inafaa ingie kwa akili kuwa unafaa ukuwa ukishika number 1, unafaa pluck number 1. That should come automatic. Like I don't know how I can teach that one because you have to, it should be coordination. You have to coordinate your brain. Hapo hakuna otherwise. Because ukiconcentrate sana na hapa, you will forget here. And here is the most important thing. Huku is just speaking. Vidole inafaa kuwa inajua. So tumesema the next pattern will be C, F, C, G. Song mingi za Kikuyu zote zenye unajua, most of the Kikuyu songs Mugithi, go and try them. Most utapata zinaingia for those chords. That's the main part of the chord. Kuna zile chord unarudi huko nyuma unaenda mbele. Mtoto anaanzanga nursery, so we always start from bottom. Niliwaonyesha the chords so that we move fast. Sijui naenda na beat gani? That's
Sawa, first beat. So ukiwa na vocalist anaimba hiyo song. So ni C F C G. Hata ile song ya kuna song nyingine ngani? Mwitute kana niko sijasema song ya kana niko ndio famous ino kambani. I think mwitute yanike ama inasemanga that one. I think inaendanga C F C G. Yes. No. Yes, naona tunde usija practice hiyo song sana, but with nini you can get the pattern very well, but umesikia hapa inaingia tu C G, no, C F C G. Da 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 da. Naona. So ni hapo tu C F C G. Naona hizo songs zinaingia hapo C F C G. Hiyo ya Bosco ya nini ya hata Bosco mother, I think mother was C G C F. Lakini yeye alikuwa ameshika open hapa. That's the key ilikuwa imechezwa hapa juu. I think it was F. Kitambo sijaicheza for long. It was that way. Yeah, it was C F C G. You can practice on those songs. For me, I'm not good on those one man guitars, but at least nimejaribu kuelezea the little I know. For someone starting can be able to know where to start. Kama uko na interest na kucheza one man guitar, now you can go with that one. Mingi zinaongezangwa bass, zinaongezangwa nini? Hata songs za kitambo Peter Mwambi, ndukate mundo yasi kwata. Hapo ni kwa C, unaona? Ukirudi chini, unaona kushika hiyo chord yote kama unajua what you need. So yes, naingia. So in summary, I want us to summarize now for the lesson. Tumecheza some few songs. There are some karatasi nimeshika hapa, there are many of them. Tulisema this key G, chord G, that is chord G, this chord C, ndio inafaa ishikwe. This chord D, ndio inafaa ishikwe, and this chord F. Those are the chords nimesema we learn about them today. And then nikasema the first pattern we are going to use is C F
C, G. No, we used for the first one we used G, C, G, D. That's the first pattern we used, and then the second pattern is C, F, C, G. These are basic chords. Kama unataka picha za hizi karatasi, I can send for you. Wakati uko kwa nyumba tu na gita yako, kama una hii hapo, unaweza make sure umefunga, you can tie these strings na kitu, make sure zimelala hapo hapo. With this one, hata with these chords you can play songs za gospel, country music, bora tu kuwa unajua hiyo song. Most of the time sisi unajua hatujuangi song sana, that's why unapata we are limited. So these are the papers. Kwa hizi kama wewe you are mkamba wetu, nitaandika some few songs zenye zinaanza na hii na some few songs zenye zinaenda na hii. You can send photos of you and the beats, zile beats za one man guitar, si kama zile za kitambo huwa nawatumia, those are different beats. So I hope today's lessons was a better one. I never imagined of coming here kuwafunza one man guitar. Hiyo ni but nimefunza the basic part. I know it is a very big, ni kubwa sana, but without knowing the basic you are doomed. You have to know the basic first. Hivyo tu kulala hapa na kurudi. Ukishajua hapo now you can change huku, upande urudi. Kila mtu mambo ni mazoea. So thank you very much. Homa yangu inapungua. Thank you for subscribing. Nimeona YouTube channel tumeanza kugrow. Na pia unatumanga ya bundles. Si unanyamaza tu hivyo, you are getting knowledge na umenyamaza. Sasa nitajua aje you are appreciating. Send something. Tell daktari go and buy bundles. Yes. I also feel appreciated. So thank you very much. Next lesson tutarudi tena. We will see what we are going to learn next. But I wanted us kwa wale watu wako na interest na one man guitar, they know something. Thank you very much. Have a nice day, a nice night. It depends on when you are watching this one. Thank you. Bye.